Ni asubuhi na mapema. Mama Kalunde anawaamsha watoto wake kuwahi shamba wakaungane na baba yao. Kashinde! We Kashinde! Na mama. Uweza? Hebu amkeni, mpaka sasa hivi bado mnalala kweli? Hivi amionee huruma ya matumbo yenu hapa baadaye. Mama bana, tumechoka. Kila siku tunaamka mapema kwenda shule na leo tena. Nimechoka mimi. Shamba lenyewe lipo mbali. Yaani mahangaiko kila siku. Mimi nishachoka. Yaani mwili mzito. Msichoke wanangu. Si mnajua hali ya maisha yetu tusipohangaika. Tutakula nini sasa? Tunakuja mama, ila tumechoka. Haya, fanyeni haraka sasa, baba yenu kashatangulia huko. Sawa mama. Kalunde ni kijana mlemavu ambaye Mzembeta na mkewe huwa wanamuacha nyumbani wao waendapo katika shughuli zao za kila siku. Akiwa katika kuwaza haya, anajiongelesha juu ya hali halisi ya maisha yao ya nyumbani. Wenzangu wanaenda shambani, mimi nabaki nyumbani. Lazima nibadilishe hii hali. Nimechoka kusubiri kila kitu. Sasa ni wakati wa kuisaidia familia yangu kwa kweli. Kwani hiki kipaji nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu juu ya kufuma vikapu, siwezi kugeuza kuwa ajira kweli na nikaisaidia familia yangu ili tuondokane na huu maskini, maana mambo ni mazito sana. Wadogo zangu wanapata shida, wazazi wangu nao wanahangaika sana. Ewe Mwenyezi Mungu, nionyeshe njia mimi. Kalunde akiwa katika dimbwi zito la mawazo, Mzembeta anamjia juu kulingana na mwonekano wa Kalunde kuwaza sana na kuwasilisha wazo la biashara, ila familia haimuelewi. We Kalunde, vipi unaumwa? Hapana baba. Shida nini tena? Mbona kama una mawazo sana? Wewe ndio unamwona leo huyo. Kila siku yuko hivyo hata sielewi ana shida gani. Wewe. Si mnajua na mimi sipendi kila siku kumuona huyu mtu yupo katika hali hii. Unaona umri wangu umeenda, alafu tena nianze kuwaza kulisha familia, nianze tena kumwaza yeye. Kazi zenyewe za shambani ndo kama hivyo, maisha yetu ndo kama haya, sasa tunatoka shambani. Haya, shida nini tena? Baba, unajua nini? Si umwambie baba yako tatizo nini? Unajua baba, nimekaa nikatafakari, nikaona bora nianzishe biashara baba. We, ishia hapo. Biashara gani unataka kuanzisha na hali yako hiyo? Baba, mimi naweza kufuma vikapu, na tukapata pesa na ikasaidia hapa nyumbani baba. Kwa nini lakini? We, shida ni nini? Hauli hapa? Haupati nguo, hauvai? Unakosa nini hapa nyumbani? Sitaki tena kusikia huo ujinga wako. Sitaki kabisa. Unamsikia mwanao? Tena mimi sitaki kaeka kabisa, umesikia wewe? Baada ya wazazi kukataa, Kalunde hataki kukubali na anamwendea rafiki yake na anamsaidia kwenda kuongea na wazazi wa Kalunde. Wazazi wamekataa kata. Lakini nasema hivi, sitakata tamaa juu ya hili. Mbona kama ninaweza kusaidia familia yangu kupitia kipaji changu, Mungu lazima atanisaidia tu. Ndio hivyo mkwaju, kama nilivyokuambia, lakini nimewaambia na wamekataa mwanangu. Kalunde rafiki yangu, naamini kwenye maisha kila kitu huanzia katika fikra. Hakuna linaloshindikana ikiwa una nia. Usijali, nitaongea nao. Unajua nini? Nilijua tu mwanangu hauwezi kunitupa na kutegemea sana. Nataka nibadilishe hali ya nyumbani ndugu yangu. Kama kawaida, jeshi moja risasi milioni 10. Hilo limeisha. Twende sasa nyumbani, tutaenda kuongea na wazazi na kila kitu kitakuwa sawa. Unajua mimi ni mtoto wa pastor. Poa jeshi, twende nyumbani. Nakubali sana. Poa bwana. Mambo yanaenda sawa. Kalunde anaambatana na rafiki yake kwenda kumuona Mzembeta na kumweleza juu ya wazo la kijana wake Kalunde, na wazazi wanaunga mkono hoja. Mama, hodi mama.
Nilikuwa nakusubiri sana. Haya, ulienda wapi muda huu asubuhi? Shikamoo mama. Kalunde nilikuwa naye nina maongezi makubwa sana. Pamoja na baba samani, lakini kwa hilo. Baba yuko wapi? Marahaba mwanangu, sikujua kumbe ulikuwa naye. Haya sawa, hata hivyo mzee Mbeta yupo, ngoja nikuitie. Baba Kalunde. Nini tena? Unaitwa huku nje na wanao, njoo uwasikilize. Oho, kuna nini tena huko? Nani tena kaje huyo? Au ameshaharibu tayari? Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Sijambo kabisa. Baba pamoja na mama, naomba mnisikilize kwa makini, kuna kitu nataka tuzungumze nanyi kwa pamoja. Kijana taratibu, unataka utuzungumze, tukusikilize kwa makini, unatutisha kwanza au tayari mshauponza ujana wenu? Hivi punde nimetoka kuzungumza na Kalunde. Amezungumzia juu ya swala la biashara ya kufuma vikapu, na mimi nimeona hilo ni wazo lake zuri sana. Kwa hivyo italeta kipato kikubwa hapa nyumbani, na pia hata yeye itamsaidia kukidhi mahitaji yake mengine. Ni kivipi na kwa namna gani? Ukiangalia hapa kijijini hakuna mtu anayefanya kazi ya kuuza vikapu vya asili. Naamini kazi hiyo italeta faida sana na itainua uchumi wa nyumbani, na mimi nitamsaidia katika hilo kwa sababu ni rafiki yangu huyu. Hebu fikirieni hata nyie kwa pamoja. Kwa namna jinsi alivyofikiria hili wazo litamsaidia yeye pia, lakini hata nyumbani uchumi wa familia utakuwa. Mwanetu, mimi nimekuelewa, lakini sijajua kwa upande wa mwenzangu hapa. Haya sawa, sisi hatuna la kufanya, tunabariki tu kazi yao. Lakini kitu kimoja, mimi hawa vijana wakati mwingine mimi nimekuwa nikiona mkishaanzisha tu kitu tayari mkishapata njia wanaanza kukimbia. Amna, usiseme hivyo, yatakuwa sawa. Hao ni vijana hao. Yatakuwa sawa. Baba, mama, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naamini sitawaangusha katika hili. Nitashirikiana naye mwanzo hadi mwisho wa zoezi lake. Baba na mama, nashukuru sana wazazi wangu, nawapenda sana na Mungu awabariki. Mkwaje rafiki yangu, nashukuru sana. Sasa na nyinyi sasa mwende huko, mwende mkafanye kweli. Sio mnatoka hapa mmekubaliana, tumewaruhusu hii fursa mwende mkaitumia vibaya. Hapo mwisho wa siku kesho mje mwanze mnalia hapa tayari mmeponza ujana wenu. Tena uwaambie kabisa. Mimi nimemaliza hivyo. Mnielewe. Baada ya miezi 4 kupita, Kalunde anaionyesha familia yake kuwa wazo lake limebadilisha maisha yake na familia nzima kwa ujumla. Baba na mama, si mmeona biashara yangu ilivyokuwa kubwa sasa? Niliwaambia mimi kuwa itatusaidia kwa kiasi kikubwa sasa. Si mmeona mabadiliko hayo? Ni kweli mwanangu, kwa namna ambavyo ulikuwa unazungumza mwanzoni. Mimi nilikuwa sikuelewi kwa sababu ninyi vijana wakati mwingine. Hofu yangu tena kwa upande wangu mimi ilikuwa ni kuhusiana na hii hali yako hapa mtaani. Nilikuwa naogopa uende ukaleta baraa. Kukuona umejianika mtaani pale unahangaika na hii. Ilikuwa inaniogopesha mimi. Hapana baba, ni sawa tu, usifanye hivyo. Hapana mwanetu, tulikosea sana, lakini sasa hivi utakuwa na ruhusa kufanya chochote kile ambacho kinaleta maendeleo, mradi tu usivunje heshima ya familia yetu pamoja na jamii nzima. Sawa mama, asanteni sana. Ila na wewe. Ulemavu sio mwisho wa maisha. Pambana kufikia ndoto zako.